Maadhimisho ya siku ya familia duniani ni jambo muhimu sana sana, tena ni la msingi, kwa sababu familia ndiyo nguzo ya kila kitu unachokiona kwenye dunia hii. Mungu alipomaliza kuumba kila kitu, alitengeneza familia, na familia haianzi na watu 6, 7, 8, 10. Familia inaanza na watu wawili. Familia inaanza na mtu, mke na mume. Sasa familia kama unavyoona saizi, janga ambalo tunalo katika dunia, maasi yameongezeka, watoto hawaeleweki. Chanzo ni watu wawili ambao wameanza maisha kama baba na mama. Kwa mfano, mimi nasimama kama mama, unakuta tu baba na mama ndani hawaelewani wao kwa wao. Kwanza sio kuelewana tu, hawajapeana namna, yani hawajaweka mgawanyiko, kila mtu asimame mahali ambapo panamhusu. Unakuta baba anataka asimame kwenye nafasi ya mama, halafu unakuta mama anataka asimame kwenye nafasi ya baba. Huo ni mwanzo wa uharibifu wa familia. Mimi kama mama nikishaanza kusimama kwenye nafasi ya baba, huo na uhakika familia yangu sitailea ipasavyo. Na baba akishaanza kusimama kwenye nafasi ya mama, huo na uhakika familia yake hatailea ipasavyo. Hapo ndo tunapata unyanyasaji wa kijinsia, tunapata ukatili. Ukatili unaanza na watu wawili. Namna baba atakavyoishi na mama ndivyo atakavyoishi na watoto wake. Na kama baba ana namna ya kuishi na mama, labda kuna namna anamminyilia, kuna namna anamuonyesha mama ni dhaifu, kuna namna anaweza kutoa matusi ya kashfa kwa mama, tayari huyu baba anatengeneza kizazi ambacho sio kizuri, kizazi ambacho kinamsoma yeye ni katili. Kwa hiyo na watoto watakaotengenezeka hapo, yani automatically watakuwa na tabia za ajabu, kwa sababu hawaoni ule upendo ndani ya familia, hawaoni ile kuheshimiana ndani ya familia. Huyo mtoto anayetokea kwenye hiyo familia hawezi akakutana na mama wa familia nyingine akamwona kama ni mama yake, hawezi akakutana na baba wa familia nyingine akamwona kama ni baba yake, atamchukulia tu kawaida. Heshima inapotea. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vimepotea. Unajua jamii wakati mwingine inaharibika kwa sababu hatuna ule upendo. Tunafanyana vitu vya ukatili kwa sababu hamna hata upendo. Unakuta mtoto anasema kuliko mimi niendelee kukaa hapa, bora tu nikaanzishe maisha yangu. Unakuta mtoto ni wa darasa la 7, ni wa shule ya msingi, anatamani kujitafutia maisha. Nini? Anaona baba akirudi yeye ni matusi tu, mama akirudi yeye ni matusi tu, akimuita mtume hamtumi kwa utaratibu. Na familia ambayo ni mke na mume wakishakosa msingi na utaratibu wa maisha, familia inasambaratika. Familia haiwezi kaishi katika msingi ambao ni bora na salama. Familia haiwezi kafundishwa namna ya kuishi kimaadili, maadili ya imani, maadili ya kijamii yanapotea. Unakuta watoto, kwa mfano mimi nimekutana na familia moja, baba kila wakati anamtukana mama mbele ya watoto, anamwonyesha mama hufai kabisa. Yani wewe mtoto hawezi, hata kama mtoto amempelekea jambo ambalo labda ni hitaji, baba anasema mtoto anawezaje kukuletea wewe hitaji lake? Mimi ndo natakiwa ni solve mambo ya humu ndani. Sasa unajua ametokea binti anamwambia mamake, unajua mama, mimi hata siwezi nikaolewa. Mamake anamuuliza kwa nini huwezi ukaolewa? Anasema hapana. Yani siku moja anamwambia mpaka babake, mimi nitaolewa nikiwa na miaka 30. Yani labda mimi mpaka nisome niwe na kazi yangu na nini na nini. Unakuta tayari kuna saikolojia ya mtoto imeharibika hapo. Kwa hiyo watoto wengi unaowaona wanafanya ukatili wameharibiwa kisaikolojia. Na walioharibu saikolojia za watoto, jamani, kabla hatujatafuta wachawi, kabla hatujamtafuta shetani, lakini shetani anaweza kawa ameanzia kwenye familia ambayo ni mke na mume. Ndio wamepewa fursa na nafasi kubwa ya kuwalea hawa watoto. Ngoja nikwambie, ukiona kuna mchungaji bora, familia ndio imehusika. Ukiona kuna kiongozi mzuri, familia ndio inahusika. Kiongozi anaanzia kwenye familia. Unajua saa hizi kwa nini unaona ukatili? Tusemee tu taifa letu la Tanzania jamani. Tumekuwa na kizazi ambacho ukiangalia unakutana na kijana wa umri 26. Hajui anatakiwa afanye nini kwenye maisha yake. Hajui. Yuko kijiweni, anachojua ni kuvuta bangi, amekutana na marafiki zake, lakini aliyetengeneza huo mfumo ni mzazi. Yani wazazi wanashindwa kuwalea watoto kwa kuwatazamisha mtazamo wa maisha yao. Mtoto anafikia umri wa miaka 26, mtoto wa kiume hajijui yani nani, yani hajui anaweza kufanya nini, hata kazi ya ufanisi yani hawezi akafanya. Ngoja nikwambie, hata wasomi ambao wamesoma lakini hawajajua hata wanatakiwa wao watu gani. Wamesoma tu ili wapate ajira,
Sasa ukiwakuta kwenye ofisi zao, huyu aliyesoma tu ili awe mwajiriwa hatafanya kazi kwa ubora na ufanisi, kwa sababu kile kitu sio cha kwake. Lakini aliyeharibu huo mtazamo wa huyo mtu ni mzazi. Jamani, tujifunze vitu vizuri. Wazazi wengi sasa tunasema watoto wameharibika kabisa, watoto hawana nidhamu, lakini unafikiri nani wa kulaumiwa? Na hiyo ndo changamoto ya wazazi, hasa kwa upande wa wanaume. Wababa siku zote wana challenge kubwa sana, hasa katika malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, na ndo maana Umoja wa Mataifa uliona sasa kuna umuhimu mkubwa wa kuanzisha hii siku ya familia. Mwaka 1993 Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza ndio ulipitisha hii siku ya familia. Niwakumbushe tu kuwa familia ni taasisi moja kubwa sana ambayo tunahitaji sisi tuiwekeze. Nadhani mmeelewa na mmesikiliza kwa ukaribu zaidi ni changamoto zipi ambazo familia wanakutana nazo, hasa katika upande wa mama, lakini hasa katika upande wa baba. Wababa hawakai kabisa na watoto. Baba yeye anachojua ni kuihudumia familia. Amenunua vitu vya nyumbani, amenunua mahitaji ya shule, akimaliza hapo basi ndo amemaliza. Lakini mtoto anahitaji zaidi ya hayo. Na ndo maana taifa letu tusipowekeza kwa watoto, tusipowekeza katika familia, tunakwenda kulipoteza hili taifa, kwa sababu inaanzia katika ngazi ya familia. Kwanza inaanza katika ngazi ya mtu mmoja, yani individual. Ukishinda kujisimamia wewe kama wewe, aidha kama wewe ni baba au wewe ni mwanaume, utashinda kuoa maisha yako yote. Ukiweza kujisimamia wewe, utaweza kuisimamia pia familia yako. Na ndio maana mtu yoyote akitaka kupewa nafasi au akitaka kupewa jambo fulani aweze kulisimamia, huwa wanamwangalia katika level ya familia. Je, ameweza kusimama katika nafasi yake? Kiweza kuisimamia familia, ndipo watu wengine wataweza kumwamini na kumkabidhi jambo fulani aweze kulisimamia. Hivyo ninawasihi wa baba, anza kujisimamia mwenyewe kati individual. Ikija katika level ya familia sasa, simamia familia kama kichwa cha familia. Uwe baba bora, umsimamie mke wako vizuri, umtunze, usimamie watoto wako vizuri, ndipo utoke nje katika level ya community. Ukishaweza kutoka katika level ya community sasa, jamii utaweza kuisimamia vizuri, utaweza kukemea mtoto wa jirani kama ana practice vitu ambavyo sivyo ndivyo, utaweza kumkemea, achana na hiki kitu, fanya hivi. Lakini cha kushangaza siku hizi, mbaba anaweza akakuta mtoto ana practice kitu ambacho sio cha kawaida na sio cha kijamii, sio kitu kizuri, na akaacha kwa kudai kwamba huyu mimi sio mtoto wangu. Mtoto wangu mimi nimemlea katika mazingira mazuri, yeye uko sehemu nzuri, pasipo kujua yule mtoto ambaye umemwacha kule nje, ambaye anafanya vitendo vya ajabu, yule mtoto ndo ataenda kuiambukiza familia yako. Ukiweza kuisimamia vizuri jamii yako, ndivyo ambavyo umeweza kuisaidia familia kiujumla. Hivyo kuelekea ajenda 2050, taasisi kubwa mojawapo ambayo serikali inapaswa iwekeze hapo ni kwenye taasisi ya familia, kuhakikisha familia zetu ni bora, kuhakikisha familia zetu ni imara. Nini ambacho serikali inapaswa ifanye? Ni kuhakikisha inatunga sera na sheria nzuri kuhusiana na familia na siku ya familia kiujumla, ili watu waweze kuelewa, ili watu waweze kujifunza siku zote. Lakini tu sio hivyo, ni kuimarisha ulinzi na usalama wa mtoto. Na ndio maana tuna kampeni kama Lemachu, leta mabadiliko chanya sehemu ulipo. Hakikisha mtoto mwenzio ni wako. Tumlinde mtoto dhidi ya vitendo vya kikatili, kwa sababu kupitia taasisi ya familia leo hii imezaa rais kama Mheshimiwa Rais Samia, imezaa Dr. Nchimbi, imezaa viongozi mbalimbali, imezaa wachungaji, imezaa mashemasi, kwa sababu waliwekeza katika malezi bora kwenye familia. Hivyo basi tunaiadhimisha hii siku ya familia kuhakikisha kwamba tunakuza uelewa hiyo siku ya familia, lakini tunakuza ulinzi na usalama dhidi ya mtoto, afya ya akili katika familia, especially kwa baba, mama na mtoto. Ni muhimu sana kuwekeza katika familia. Mimi ninaitwa Daktari Tommy Simbeye.
na hii ni Family Day Documentary.